So nini maana ya how to ask for price? How to ask for price. Tukisema maana ya how to ask for price, yani jinsi ya kuulizia bei. Kipindi upo sokoni unahitaji uulizie kitu bei, so tunasema how to ask for price, yani jinsi ya kuulizia bei. Msemo wetu wa kwanza ni how much is one orange? Tukisema how much is one orange kwa Kiswahili, yani ni orange moja inauzikana shilingi ngapi? Orange moja inauzikana kwa shilingi ngapi? Zikiwa orange nyingi tunauliza how much are, kama ni mbili maybe how much are two oranges, tunaongeza s huku mwisho. Okay, hapa kwenye 1 tunatoa 1 tunaweka 2, hapa kwenye is tunatoa is tunaweka r, yani how much are two oranges, yani hapo zimesha kuwa nyingi. Ikiwa tu moja tunaweka how much is one orange. Tuna msemo wetu mwingine hapa ambao inasema how much does this cost? Tukisema how much does this cost kwa Kiswahili, yani ni hii hapa inagharimu shilingi ngapi? This ni demonstrative pronoun ambayo inaonyesha kitu ambacho kipo karibu ya kipo karibu yako. Maybe hii hapa make a pen, ya nahitaji nijue bei ya make a pen. Kwa sababu hivyo mkononi kwangu ndauliza how much does this cost? How much does this cost? Yani hii hapa inagharimu shilingi ngapi? Zikiwa nyingi sasa ndo tunasema how much do these cost? Yani hivi hapa vinagharimu shilingi ngapi? Tunao msemo pia ambao unasema how much these shoes cost? How much these shoes cost? Huu msemo hapo umepita kidogo Kimarekani, ndio maana umeona kupo absent ya wase auxiliary verb do. So tukisema how much these shoes cost, how much these shoes cost kwa Kiswahili ni hivi viatu vinagharimu shilingi ngapi? Tuna pia ukitaji ukiwa kwenye grammar, sasa ndo tutaongeza hii juu hapa. Ukitaji ukiwa msemo kwenye grammar rule ndo tutasema how much do these shoes cost. Basi ukitaka upite tu Kimarekani bila kuheshimu just like auxiliary verb, tutasema tu how much these shoes cost. Ukitaka kuheshimu grammar tutasema how much do these shoes cost, yani hivi viatu vinagharimu shilingi ngapi? Ya seller sasa, hapa tuna seller. Seller ni mtu anayekuuzia na buyer ni mtu ni wewe ambaye unayenunua kitu. Seller ni mtu anayekuuzia, buyer ni mtu anayenunua. Sasa so mtu anayekuuzia yani seller atakujibu vipi? Atakujibu, for instance tunatumia msemo wa orange. One orange is for $10. One orange is for $10. Yani orange moja inagharimu, ama orange moja ni $10. Hapa pia tuna these shoes cost $50. Yani hivi viatu vinagharimu $50. Ya ikiwa kitu tofauti na kiatu unaweza kuweka tu jina yake hapa, afu natumia hivi vingine ambavyo vimebaki. Kama ni pesa tofauti, kama ni $20 maybe unanunua nini? Unanunua chalk, unaweza kusema these chalks cost $20. Yeah, it depends on you. So thanks for watching. I need all you subscribe so that you be the first to get our videos. Best. Thank you.